Tanganyika, ardhi yenye historia ndefu, yenye mapambano na yenye hadithi za nguvu za mababu zetu. Kabla ya ramani za wakoloni, kabla ya mipaka, kabla ya bendera za mataifa ya mbali, kulikuwapo watu waliokaa hapa kwa maelfu ya miaka. Lakini karne ya 19 ilileta upepo mpya, upepo wa ukoloni. Mwaka 1885, Tanganyika iliwekwa chini ya utawala wa Ujerumani. Ilianza kama biashara kupitia kampuni ya Kijerumani ya Afrika Mashariki, lakini baadaye ikageuka kuwa utawala rasmi wa kikoloni. Wajerumani walileta sheria kali, kodi kubwa na mifumo ya kilimo cha kulazimishwa kwenye pamba, mpira na korosho. Ukatili wao uliwafanya watu wengi kuinuka. Tanganyika haikutulia. Mnamo 1888, Abushiri bin Salim alisimama kupigana na Wajerumani katika pwani ya Tanganyika. Mapambano yake yalitikisa ukoloni, yakionyesha kuwa Tanganyika haikukubali kunyanyaswa. Lakini mapambano makubwa zaidi yalikuwa vita vya Majimaji. Mnamo mwaka 1009, chini ya imani kuwa maji yangewalinda, makabila zaidi ya 20 yaliungana kupinga ukatili wa Wajerumani. Hiki kilikuwa kiapo cha kulinda ardhi yao kwa kila tone la damu. Vita hii iligharimu maisha ya watu zaidi ya 200,000, lakini ilikuwa ishara kwamba shujaa haangushwi na hofu, bali na tamaa ya uhuru. Baada ya vita kuu ya kwanza ya dunia, mwaka 1919, Tanganyika ilipokonyoa Ujerumani na kuwekewa utawala wa Uingereza chini ya mkataba wa League of Nations. Waingereza walileta mtindo tofauti wa utawala, wakilenga elimu, uchumi wa kilimo na miundombinu. Lakini bado Tanganyika haikuwa huru. Kodi, kazi za lazima na ubaguzi viliendelea kwa sura mpya. Miaka ya 1940 na 1950 ilileta kizazi kipya, kizazi cha wasomi wa Kitanganyika. Makundi ya wafanyakazi, wanaharakati na vijana walipaza sauti. Tunahitaji Tanganyika yetu. Mnamo 1954, chama cha TANU kilianzishwa kikiongozwa na kijana mwenye maono makubwa, Julius Kambarage Nyerere. Sauti yake ilivunja ukimya wa miongo mingi, ikawa mwanga uliowakusanya milioni ya watu. The time for self-governance is now. We demand uhuru, freedom for our nation. Na mnamo tarehe 9 Disemba 1961, Tanganyika hatimaye ilipata uhuru wake. Bendera ya Uingereza ilishushwa na bendera ya Tanganyika ikapaa juu kama ishara ya ushindi wa watu waliopigana, wengine kuumia na wengine kufa kwa ajili ya vizazi vijavyo. Leo Tanzania ni taifa lililosimama katika misingi ya amani, umoja na uhuru. Historia ya ukoloni si tu simulizi, ni ukumbusho. Ukumbusho kwamba nguvu ya watu ikipata umoja, hakuna mkoloni, hakuna dhuluma, hakuna ukandamizi unaoweza kuizuia.